Jinsi gani ya kudeploy au kutengeneza boti yako kwa njia ya nyepesi kabisa. Sasa kitu cha kufanya, utaenda hapa Play Store. Hii ni kwa Android users, utaenda Play Store. Ukishaenda Play Store utagusa search button ambao ndio hii huko, utagusa. Ukishagusa utagusa hapa juu kwenye kusearch. Kwenye kusearch utasearch the word inaitwa Salesforce Autoscaler. Itaonekana kama hivi, Salesforce Autoscaler. Kwa uta search, ukisha search kama hivyo itakuja kitu kama hivyo. Kwa kitu ambacho unachoenda kufanya hapa, download hii application ambayo inaitwa Salesforce Autoscaler. Sawa, kwa click, kwa sababu mimi nimesha install, nitaenda direct kuiopen katika simu nyingine, kwa sababu hii Salesforce Autoscaler hairuhusu screen record na hairuhusu screenshot. Inaonyesha black screen, yani kama hivi. Ile inaonyesha example kama hivi, hairuhusu black screen, yani inaonyesha black screen kama hivyo. Kwa hiyo hairuhusu screenshot wala hairuhusu screen record. Kwa hiyo nitatumia simu nyingine ili mradi niwaoneshe jinsi ya kuiset huko. Kwa hiyo katika hiyo app utaifungua app kama hiyo. Ukishafungua application, utaifungua hiyo app ya Autoscaler. Kwa ndani itaonekana kama hivi. Ikishaonekana kama hivi, utagusa kwa chini huku, kuna neno limeandikwa next. Kwa chini utagusa next ya kwanza. Ukishagusa next ya kwanza, utagusa next ya pili, au unaweza ukaskip kule juu, unagusa next. Hayo ni maelekezo jinsi wanavyokupa. Lakini ukishamaliza kugusa next, utapiga hapo kwenye yes, kwa sababu hujawahi kutumia hii Autoscaler. Utapiga the word yes, utabonyeza the word yes hapo juu. Ukishabonyeza hapo utapiga connect. Ukishabonyeza hapo utasubiri. Baada ya muda kuna maneno mawili hapo yatatokea. Hayo maneno mawili hapa katikati tutatumia baadaye kule kwenye kuverify. Kwa hiyo tunaendelea. Ukishamaliza setting yako ya Salesforce Autoscaler, yani ukimaliza setting ya hii application, kitu kinachofuata utaenda katika Chrome yako. Utaenda katika web browser. Sio lazima Chrome, unaweza kutumia web browser yoyote ile ambayo unao katika simu yako. Kwa mimi nitatumia Chrome, nitaingia hapa kwenye Chrome. Ukishaingia kwenye Chrome utaenda kwenye search button hapa hivi. Utaklik hapo ili mradi usearch. Sasa kwenye kusearch utaandika neno kama ila hapa, utaandika neno Heroku. Kisha utaandika sign up kama inavyoonekana hapo. Kwa hiyo utaandika Heroku sign up kama inavyoonekana hapo, itakuja yenyewe. Kwa hiyo utaklik ile neno hapo. Kwa hiyo kisha click neno hapo, watu wanaofuata utaklik ambayo itakayotokea kwanza. Hii itakayotokea kwanza hii utaklik kama hivi. Kisha click uta-create account. Utashuka mpaka chini, utascroll down, utashuka mpaka chini. Kwa hiyo hapa hivi uta-create, unaweza ukasema ni kid, alafu last name ukasema ni technology, ndio ukasema email. Kisha baada ya hapo utaweka email kama hivi. Kama hauna, utarudia kuweka email vile vile. Country hapa I'm from Tanzania, kwa hiyo nitaweka my country hapa. Kwa hiyo nitashuka mpaka chini hapa, nitaweka Tanzania Republic kama hivyo. Alafu baada ya hapo usipige create kama hujapiga ila hapa neno. Sawa, utapiga tick hapo. Kwa hiyo utapiga tick hapo. Alafu baadaye utabonyeza the word create. Itachukua hapa baada ya muda. Kwa hiyo ikishafika the press kama hii hapa, itakulazimu wewe uende kwenye email yako kama inavyoonyesha hapa, ili mradi ukamalizie confirm, ili mradi ukamalizie kutengeneza account. Kwa hiyo unatakiwa uende katika hii email. Kwa tutaenda katika email yetu. Kwa tutaenda mpaka kwenye
email yetu, utakuwa umetusendia notification. Kwa hiyo ukishafika kwenye email yako kama hivyo, utakutana sawa, kama unavyoona unaendana na muda kabisa. Kwa hiyo ujumbe wa kwanza utaklik hapa ili mradi uende ukaconfirm email yako. Alafu ukishaingia ndani ya email, utagusa ile hapa neno ila hapa, hii link hapa utaigusa mara moja. Kwa hiyo utagusa hii link mara moja kama hivi, itafunguka ili mradi ukamalizie utengenezaji wa nini, wa akaunti yako ya Heroku. Kwa hiyo utasubiria kidogo hapo ili mradi ifunguke. Kwa hiyo baada ya hapo itachukua muda kidogo, itafunguka katika hii page hapa. Sasa hii page unatakiwa uijaze yote ili mradi ukamilishe registration. Kwa kitu cha kwanza tutaanza na hii hapa, primary language. Kwa hiyo utaklik hapo, ukisha click primary language utaweka node hii hapa, utaweka node.js utaweka hapo. Kwa hiyo utapiga tiki hapo. Kwa hiyo kitu cha msingi utapiga node.js, afu kinachofuata hatua nyingine utajaza hii hatua, utajaza na hii hatua hapa, utajaza zote hizi sawa, utajaza. Kwa hiyo utajaza hatua zote. Kwa mfano mruru utasema labda professional development, job title utasema labda utasema student kama ni student, au kitu chochote ambacho utakachohitaji kuandika. Alafu labda utasema number place, unaweka yoyote tu. Alafu hapa hivi utakuja create password ambayo utakuwa unaitumia wewe. Hapa hivi utatengeneza password ambayo utakuwa unaitumia wewe, kisha hii password mtu mwingine haijui, sawa. Kwa hiyo ukishamaliza kuseti password hapo, utaseti password ambayo ni strong, sawa. Kwa mfano unaweza kuseti password ambayo ni strong, ambayo baadaye hiyo password tutaitumia katika kulogin katika Heroku account yetu. Kwa hiyo ukishamaliza kufanya kama hivyo, hakikisha hii password ina match. Yani hapa hivi hakikisha inapiga tiki hapa pote panapigwa tiki. Lakini vile vile unatakiwa uhakikishe hapa hivi password zinafanana. Kwa hiyo utatengeneza strong password. Baada ya kutengeneza strong password, utaklik katika ila hapa neno ili mradi useti password na kisha login katika akaunti yako. Kwa hiyo tutaklik katika hili neno hapo. Kwa hiyo baada ya kuklik pale, kitatokea kitu kama hicho hapa, kwamba umeshatengeneza akaunti yako wewe kama wewe. Kwa hiyo hapo hivi itakuletea kwamba email uliyotengeneza itakuja hapa, sawa. New account for Kid Technology na moja Gmail is all set up. Kwa hiyo utakuwa imeshamalizika kubi setup. Kisha baada ya hapo utabonyeza hapa kwenye ile hapa neno ile hapa limeandikwa click here to proceed. Utagusa katika ile hapa neno mara moja. Kwa hiyo utagusa kama hivi. Ukishagusa ita load in, itakuja katika ukurasa. Kwa hiyo hapa katika ukurasa utajaza email pamoja na password uliyoiseti kule. Kwa hiyo utaingiza taarifa zako zile ambazo ulizienda kule ukamalizia usajili ukajaza, ikiwemo email pamoja na password. Kwa hiyo utaingiza taarifa zako, utaingiza email hapa. Baada ya hapo utaingiza na password hapa. Kwa hiyo baada ya hapo utaklik hapa neno kwa ajili ya kulogin, utaklik hapo. Kwa hiyo utaklik hapo. Kwa hiyo baada ya hapo secure your account, you are required to enroll multiple factor authenticator kwa ajili ya kuwezesha akaunti yako ili mradi, yani kitu kinachotokea hapa sasa, inafika wakati wa kutumia ile application ambayo tumeidownload Play Store. Sasa ukishafika sehemu kama hii, maana yake utaendelea au utaweza zaidi continue ili mradi tukamalizia usajili wa akaunti yetu, tukasecure akaunti yetu.
Kwa hiyo itasubiria baada ya hapo. Kwa hiyo hapa hivi tutaenda kutumia ile application tulio download ambayo jina lake ilikuwa inaitwa Salesforce Autoscaler. Hii hapa. Kwa hiyo utaklik hapo mwanzoni. Kwa hiyo utaklik hapo. Kisha click hapa itakulikuwa wewe ukafungua ile application kisha uangalie two words phrase ambayo haya maneno mawili yapo katikati mwa ile application yetu tulio download kule. Kwa hiyo utakuja utachukua yale maneno mawili utayapachika hapa. Kwa hiyo cha kufanya unaenda kuchukua yale maneno mawili afu unaweka hapa afu unabonyeza the word connect. Maneno mawili uliyachukua kule utakuja kuyaandika hapa hivi, ambao maneno yenyewe ni basic. Utaandika kama alivyoandikwa kule, ni basic discourse. Alafu baada ya hapo ukishamaliza kuandika maneno mawili utaklik the word connect. Utaklik the word connect kama hivi. Ukisha click the word connect utaenda paka kwenye ile app, kutakuwa na ujumbe unakuja kwenye ile app unatokea kama hivi. Kwa hiyo utaenda ile mradi ku approve. Sasa itakuwa ina load kama hivyo, sawa? Itakuhitaji ufungue kwenye ile app kule. Kama unatumia one device, maana yake hapa hivi mimi natumia two device. Kwa hiyo kwenye ile app kule kuna notification itakuja, utabonyeza neno approve. Ukisha approve direct moja kwa moja itapiga tiki ya huko. Kwa hiyo ukishapiga tiki huku itaanza kwenda moja kwa moja paka kwenye dashboard ya Heroku kama hivi mnavyoona. Kwa hiyo ita verify Salesforce Autoscaler afu itaenda katika dashboard ya Heroku. Ukishamaliza utatokea katika sehemu kwa hapo uta scroll down Sasa baada ya hapo hizi ni terms na service, kwa hiyo unabidi uzikubali. Sasa kama you are from Italy unajaza hapo, lakini kama wewe si wa Italy unaweza kuendelea ukaja ukapiga zaidi hapa accept, ukabonyeza ile wetu. Kwa baada ya hapo itarudi muda kidogo, itafunguka sehemu kama hii. Kwa hiyo kwenye Heroku kuna vitu kama hivi hapa mwanzoni unapokuwa umelogin, sawa? Unapokuwa umelogin. Kwa hiyo ya stage kama hii, ukishafika sehemu kama hii, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya utagusa hichi hapa kialama hicho. Utakigusa. Kwa hiyo baada ya kukigusa tutokea neno kama hili hapa. Kwa kitu kinachoenda kukifanya utaenda kugusa hapa account setting. Utagusa hapo account setting. Baada ya hapo itarudi kidogo. Alafu ukishamaliza utaenda kugusa hicho hapa alama hicho hapo. Kwa utagusa hapo. Kwa hiyo itarudi, baada ya muda itafunguka sehemu kama hii. Sasa hapa hivi unatakiwa uadi credit card ambayo itakuwezesha ili mradi kuactivate account yako. Lazima uadi hapa credit card. Bila hivyo hauwezi ukatengeneza boti katika hii Heroku. Kwa hiyo utaklik the word hapa, utaklik hapo kwenye the word imeandikwa add credit card. Kwa hiyo utaklik kama hivyo hapo. Kwa hiyo itakuletea sehemu kama hii ambapo unatakiwa ujaze card number, expression CVV, first name. Kwa hiyo hizi sehemu zote unatakiwa uzijaze. Lakini vivyo kama unayo credit card unaweza ukajaza hapa, lakini ni kwa ushauri zaidi usiweke credit card ya benki kwa sababu unaweza ukakatwa hela yako. Kwa hiyo kwa ushauri mzuri kuna special credit card, ukihitaji nicheki kwa namba hizo hapo za WhatsApp. Nitakupa credit card lakini kwa gharama yake ni shilingi 4,000. Kwa bonus nitakupa kwa shilingi 3,500. Lakini kama una credit card yako mwenyewe unaweza ukaijaza hapa. Alafu baada ya hapo uka save detail, alafu baada ya hapo uka confirm. Sasa ukishaweka hakikisha kimetokea kitu kama hiki lazima kiwepo. Ukishamaliza kutengeneza account yako kule ukafanya payment na kila kitu, ukaadi credit card,
Hatua inayofuata, kuna linki hapo katika comment section nimeipin, utaigusa hiyo linki katika comment section. Ukishaigusa hiyo linki itakupeleka sehemu kama hii hapa hii. Utaigusa mara moja tu. Ukishaigusa hiyo linki itafunguka katika web browser unayoitumia, alafu itakupeleka sehemu kama hii. Ikishakuleta sehemu kama hii, kitu cha kwanza unachotakiwa kukifanya, utamaki star hapa, utagusa hii hapa nembo ya star, sawa. Alafu baada ya hapo utagusa hichi hapa kitufe hichi kwa ajili ya kufork, unaita kama fork. Alafu baada ya kuweka star na kufork, baada ya hapo utashuka mpaka chini, sawa. Utashuka mpaka chini mpaka kwenye hii label ambayo imeandikwa Kadiri Technology. Lakini vile vile katika hii label hapa kwa chini kuna sehemu imeandikwa get session, click here, deploy to Heroku, click here. Kwa hiyo cha kufanya kabla huja deploy, hakikisha kuna WhatsApp group umejoin. Ili WhatsApp group. Alafu baada ya hapo ndo turudi tuendelee katika deploy. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho utaenda kukifanya, utaklik hapa kwenye get session ID. Kwa hiyo utaenda kuklik hapa neno hapa. Kwa hiyo utaklik hapo. Kwa hiyo utaenda utaklik get session ID. Kwa hiyo ukisha click itafunguka sehemu kama hii hapa hii. Kwa hiyo baada ya itafungukia sehemu kama hapa. Kwa hiyo kitu cha kufanya, utaenda kwenye hapa neno ambalo wamekuandikia pair a code hapa. Kwa hiyo utaenda kugusa pair a code kama hivyo. Kwa hiyo ukishagusa pair a code itaload, baada ya muda kidogo itafungukia sehemu kama hapa. Kwa hiyo utaingiza country code hapa hivi, namba ambayo unataka uunganishe na WhatsApp hapa ndio utakayoingiza hapa. Kwa mfano utaingiza I am from Tanzania. Kwa hiyo utaingiza respect to your country, for example 255. Ukishaingiza, baada ya kuingiza namba yako ya simu, hatua inayofuata utaklik hapa kwenye zaidi pameandikwa submit. Kwa hiyo utabonyeza, utasubmit kama hivyo. Kwa hiyo itakwambia please wait. Kwa hiyo hapa hivi utapata hizi hapa kodi. Kwa hiyo ukishazipata hizi kodi, utazikandamiza kwa nguvu hivi, utazikopi hizi kodi. Baada ya kuzikopi, utaenda katika WhatsApp yako. Ukishafika katika WhatsApp yako, utakliki vidoti vitatu hivi juu huku, utakliki. Baada ya kuvikliki, utaenda mpaka kwenye sehemu hapa wameandika link device hapa hivi, utakliki. Alafu baada ya kukliki utagusa hapa ndio pameandikwa link device. Baada ya kukliki hapo sehemu imeandikwa link device, utaverify password yako. Lazima ionyeshe black screen kwa sababu na screen record hapa. Kwa hiyo utaverify. Alafu ukishafika sehemu kama hii, utagusa huku link with the phone number kama hivyo. Kupaste kodi hapa itaandika login kama hivyo. Kwa hiyo utasubiria, baada ya muda ita login kama hivyo. Baada ya kulogin itatokea sehemu kama hii hapa, utaandika labda key of take utaandika kama hivi. Kwa hiyo uta save hapa. Kwa hiyo save utaona imetokea kama hivi, sawa. Kwa hiyo cha kufanya hapo utarudi back. Kwa hiyo ukishafika hatua kama hii, utakachoenda kukifanya, utaenda hapa hivi. Utakuta kuna SMS imejituma yenyewe, yani imejituma yenyewe kama hii hapa, sawa. Ya kwanza utakutana na hilo words, alafu baadaye hakikisha mambo pair code connect by Kadiri kama hivyo. Kwa hiyo utakutana na kitu kama hicho hapo. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukifanya hapa, utarudi katika Chrome, Kadiri bot huko Chrome. Kitu unachotakiwa kwenda kukifanya, unaenda katika sehemu ile kama nilivyokuelekeza. Sasa mara kwanza tumeangalia katika hii hapa sehemu hii hapa, lakini
namaanisha hii hapa. Tumeangalia katika sehemu hii hapa ya kwanza. Sasa hivi tutaenda kuangalia katika sehemu ya pili ambayo ndo kudeploy, kutengeneza. Sasa sehemu ya mwisho ya kutengeneza boti letu ambayo ndo hii hapa. Kwa hiyo utaklik. Ukisha click hii link itakudirect moja kwa moja mpaka kwenye account yako ya Heruku. Kwa hiyo utaklik mara moja hapa. Sawa. Kwa hiyo ukisha click itaenda kwenye dashboard ya Heruku moja kwa moja. Itaama page itaenda kwenye dashboard ya Heruku ambapo ile account ambayo ulikuwa umeshailipia tayari. Haya. Utasubiria baada ya muda itafunguka kama hivi. Kwa hiyo hii account ikishafunguka kama hivi, utakutana na maelekezo kama haya hapo. Utakutana na maelekezo kama haya hapa, kama unavyoyaona hapa. Yaani maelekezo mengi kidogo. Sawa, kama inavyoonekana hapa ni maelekezo mengi. Kwa hiyo kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya, uta create app name. Kwa mfano hapa naweza nika create, unaandika jina lolote lakini liwe kwa herufi ndogo, labda nikasema Kid of Tech. Sawa, nikasema Kid of Tech. Hakikisha inapiga tiki. Ikikataa tu hauwezi ukafika popote. Labda nikasema niite Kido imekubali. Kwa hiyo tunaiacha hiyo Kido. Kwa hiyo utaenda katika stage nyingine inayofuata. Utashuka chini. Kama unataka anti delete message utaweka yes. Kama unataka auto download utaweka no. Utashuka chini. Kuna Heruku app name. Hapo utajaza kama ulioijaza kule juu. Utaweka the word Kido. Ndio hivyo. Ukishafika sehemu kama hii hapo, kuna hii kitu kinaitwa Heruku API key. Nitaelezea mwishoni Heruku API key. Kwa hiyo hapa hivi unaweza ukabadilisha ukaacha hivi. Sawa, unaweza ukabadilisha ukaacha hivi. Ukibadilisha unaweka maana yake unaweka namba yako ya WhatsApp kule. Lakini unaweza ukaacha hivi haina effect. Kwa hiyo no permission lenyewe haina shida, unaweza ukaacha hivi. Hasa hapa hivi kwenye prefix key ndo unachagua key yako. Kwa mfano sisi tunaweza ukachagua labda herufi T ambayo tutakuwa tunaitumia. Lakini hapa kwenye presence ukiandika 1 inamaanisha typing, 2 inamaanisha recording, 3 inamaanisha yani unakuwa katika always online. Yani 1 inakuwa always online, 2 ina indicate una type, afu 3 unakuwa recording. Kwa hiyo mimi naweza nikachagua kama niweke 2. Kwa lakini public mode ili mradi boti lako lisiwe na watumiaji wengi, hapa tutaweka no. Yani unakuwa unalitumia wewe kama wewe kwenye magrupu mtu mwingine asiweze kulitumia. Sasa kuna hichi hapa kipengele kinaitwa session ID. Katika kipengele hichi hapa cha session ID utatoka hapa utaenda paka kwenye WhatsApp yako kule ambako umetengenezea boti lako. Utakutana kuna hizi SMS hapa zimejituma nyingi. Kwa hiyo hii SMS utaikopi. Hii ndio session ID. Utaikopi, alafu baada ya hapo utakuja huku utaipaste hapa. Sawa. Kwa baada ya hapo itakuwa imeshamalizika. Lakini kumbuka kuna kitu ambacho nimewaambia nitaenda kukifanya cha mwisho, ambacho hicho hapa kitu ndio API key. Sasa API key ni nini? API key utaipata katika dashboard yako ya Heruku account. Kwa hiyo inabidi uende kwenye Heruku account ili mradi uipate hii API key. Kwa hiyo utaenda kwenye Heruku account. Kama itawezekana unaikopi pembeni kabisa. Utaenda kwenye Heruku account alafu utashuka paka chini utakutana na hii hapa the word imeandikwa API key. Kwa hiyo hii API key lazima uende ukaipachike kwa sababu hii hapa ni secret, siwezi nikawaonyesha. Lakini cha kufanya hapa uta-click hapa the word reveal. Ukisha click the word reveal itaonekana kama hivyo. Kwa hiyo hii ikishaonekana utaikopi. Kwa hiyo ukishaikopi hii ikishaonekana kama hivyo utaikopi yote. Kwa hiyo ukishaikopi yote unaenda unaipaste kule. Baada ya kuikopi hii utaenda mpaka kwenye kule ambako unakotengenezea boti lako. Sasa hapa kwenye create new app hapa utaenda utaipaste hapa hivi. Utaipaste hii API key hapo, utaipaste hapa. Sawa, utaipaste hapo kama hivyo. Kwa hiyo ukishaipaste maana yake unaweza ukaendelea kutengeneza nini? Unashuka paka chini. Kwa hiyo ukishashuka paka chini utagusa kwenye ile hapa word limeandikwa deploy. Ila hapa
Kwa hiyo ukishagusa kwenye ile ready deploy, utasubiria baada ya muda boti lako litakuwa linaanza kutengenezwa. Kwa hiyo tutabweza kwenye hili ready deploy kama hivi. Ukishabweza kwenye ready deploy, kwenye hapa hivi itaanza itapiga tiki kama hivi unavyoona. Kwa hiyo na hapa hivi tena itapiga tiki, na hapa itapiga tiki, na hapa itapiga tiki, mpaka hapa mwisho zitaanza kupiga tiki. Kwa hiyo utasubiria. Sawa, utasubiria, hakikisha ni huko. Kwa hiyo utasubiria. Leo kuonekana kama hivi. Hapa hivi itaanza kupiga tiki, hapa hivi zitaanza kubuild hiyo application. Kwa hiyo usitoke huku, usubirie mpaka imalizike. Sawa kama hivi mnavyoona. Kwa hiyo utasubiria mpaka imalizike hivyo. Kwa hiyo itakuwa inaendelea kurudi kama hivyo. Kwa hiyo utasubiria baada ya muda itakuwa ina load kama hivyo. Kwa hiyo itamalizika tu kupiga tiki mpaka zote. Kwa hiyo unatakiwa usubirie. Kwa hiyo automatically baada ya muda kidogo itajipiga tiki kama mnavyoona kwamba hapa itajipiga tiki, hapa itajipiga tiki, hapa itajipiga tiki, na hapa itajipiga tiki. Kwa hiyo pote hapa patajipiga tiki. Alafu baada ya hapo utaambiwa kwamba successful hapa, kwamba umeshatengeneza application yako ya nini ruku kama hapa hivi. Kwa hiyo baada ya hapo utaenda katika WhatsApp yako. Hakikisha kumbuka tumeweka prefix yetu tuliweka T. Sawa, prefix yetu tuliweka T. Kwa hiyo tutaenda paka WhatsApp yetu. Lakini ukishafika katika WhatsApp yako, sawa, ukishafika katika WhatsApp yako utaandika zaidi kama T menu, yani kama hivi mnavyoona ninavyoandika mimi T menu. Kwa hiyo T menu tumeandika T menu. Kwa hiyo tunatumia command hapa T menu imekuja. Kwa hiyo hizi hapa ni command ambazo utakuwa unazitumia.